Naam, karibu tena kisha hapo katika channel hii ya Snaya. Tupate kukujuza mengi yale unayopaswa kuyajua katika jina Shinyanga. Shinyanga ni jina la mkoa. Mkoa wa Shinyanga ni moja ya mikoa iliyopo katika kanda ya Ziwa Victoria. Jina Shinyanga kama nilivyokupa utangulizi kwamba linahusika na kutaja timu ya Yanga na timu ya Simba. Sasa nataka leo ni kujulisha sasa linahusikaje katika kuzitaja hizi timu mbili ambazo ni timu mashuhuri kabisa katika nchi yetu. Itakuwa ni mkoa pekee ambao unahusika na kutaja majina ya timu hizi muhimu sana ambazo ndizo kiwango cha mwisho katika uwezo wa soka la nchi yetu, au ndio kipimo sahihi cha mpira wa nchi yetu. Leo napenda sasa tuambatane sambamba na wewe, usikose kufuatilia makala hii ya uchambuzi. Tukianza na neno lenyewe Shinyanga. Shinyanga ni neno lenye herufi 9 ambazo zimejipanga mahiri kabisa na kutaja majina haya ya nguli wawili wa mpira katika taifa letu, yani Tanzania. Herufi hizi zinaanza na S, zinaendelea. Sasa tutazame ni herufi zipi ambazo zinataja kuhusu Simba. Kwanza kabla ya hapo ni kuambie kwamba ukitoa herufi 4 katika hili jina Shinyanga, herufi za mwanzo zile 4 uzihesabu, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 uzitoe. Alafu herufi zitakazobaki zitakuambia ni neno Yanga. Yaani pasipo hata kumunya wala kufanya nini, linabaki pale pale kabisa neno Yanga na unalisoma mwenyewe. Uje ufanye tu hilo zoezi la kuzitoa hizo herufi 4 za kwanza, alafu angalie pale. Sasa mimi narudi kukujuza kwamba katika hili jina Shinyanga, ukianza na herufi SH, herufi 2 za kwanza kabisa za jina Shinyanga, herufi hizi hapa zinataja maelezo kuhusu sifa na jina la Simba. S inasimama badala ya neno lenyewe Simba, na H inasimama kufuatia sifa ya pekee ya Simba ambayo wanamtaja kwamba Simba huwa halali. Yaani ukisema SH manake Simba halali. Hii ni kauli mbiu ambayo imetumiwa na watu wengi sana. Utakuta wenye mabasi wamewahi kutumia hii ya kauli mbiu ya kusema kwamba Simba halali. Kuna wengine wamewahi kuimba wanamtaja kuwa Simba halali. Sasa ukiangalia hata kwenye hili tamshi la hili jina Shinyanga, limelenga kabisa jina lenyewe na sifa ya kwake huyu mnyama Simba. Ukitoka hapo unaangalia hizi herufi zingine 7. Hizi herufi 7 zinaeleza, ukimaliza kutaja neno Simba halali, unatakiwa uunganishe kwamba Simba halali, alafu anzia kwenye haya maelezo ya Yanga. Ukisema Simba halali ila na Yanga naye aliko gharama anayo. Yaani hizi herufi zote 7 zimeeleza kuhusu Yanga. Sasa ukisikia hivyo Simba halali alafu usikie kwamba Yanga aliko gharama anayo, gharama ipi sasa? Hili sasa ni swali la kiutashi. Unatakiwa uangalie kati ya vitu viwili. Simba ana kivumishi anachokibeba ambacho kinawakilisha kwamba Simba ni mnyama. Sasa Yanga kivumishi chake ni mwananchi. Ukiangalia hicho kivumishi cha kumaanisha kwamba ni mwananchi, mwananchi ni nani? Mwananchi anaweza kuwa ni mwananchi wa Tanzania, mwananchi wa nchi nyingine. Mwananchi inamaanisha kwamba ni yule mtu mkazi wa nchi fulani. Sasa katika kivumishi hiki cha kusema ni mtu, tuchukue sasa kivumishi ambacho ni rahisi tuseme kwamba mwanadamu au binadamu. Kwa Simba Yanga kivumishi chake ni binadamu. Binadamu uchukue na kivumishi cha Simba mnyama. Sasa chukua
sifa ya simba ni nini? Sifa ya simba, simba ni mnyama mwenye nguvu sana, ambaye pamoja na kwamba sio mkubwa sana porini, lakini ni mnyama mwenye sifa ya kutawala pori, na ndiye anayeheshimika kama mfalme wa nyika. Ukimchukua binadamu ni kama kiumbe mwenye udhaifu hivi, lakini binadamu sio kiumbe mwenye udhaifu. Binadamu ni kiumbe mwenye udhaifu kwa nguvu zake za mwili. Ukimwangalia mwanadamu na ukimwangalia simba, uchukue mantiki moja pale kwamba hawa wawili sasa wapambane, simba mnyama mwenyewe na binadamu mwenyewe. Sasa binadamu katika kupambana na simba, yeye ana nguvu za maarifa. Binadamu kupambana na simba ni lazima atumie nyenzo. Sasa pale inategemea sasa. Kuna wakati anaweza akatumia nyenzo lakini akashindwa kumdhibiti mnyama. Kuna wakati anaweza akatumia nyenzo akamdhibiti mnyama. Yaani ni sawasawa kabisa na sifa ya hivi vilabu vyenyewe wanavyoshindana. Tuchukue mfano mmoja rahisi sana kwamba simba anapokuwa mawindoni, simba akimuona nyati, nyati ni mnyama mkubwa sana, anakuwa na uhakika kichwani zaidi ya 50% kwamba tayari hapa ameshapata chakula au msosi. Lakini akimuona binadamu, kiumbe ambaye ni dhaifu kwa mwili na hawezi kufananishwa na sifa yoyote ya kupambana na simba kwa mikono yake, simba moja kwa moja huwa anatilia mashaka kwamba pamoja na kwamba amemuona binadamu ana nyama sawa, lakini lazima agune na hata kuwa na imani sahihi kwamba kweli hapa ndio msosi wenyewe au matatizo. Kwa hiyo angalia sasa, chukua binadamu na uwezo wake wa kupambana na mnyama. Binadamu atapambana na mnyama kwa kutumia nyenzo. Kwa hiyo binadamu akitumia nyenzo anakuwa na asilimia nyingi sana za kumdhibiti mnyama. Kwa hiyo mnyama naye kuna wakati anaweza sawa akabahatika akamdhibiti binadamu mwenye nyenzo, lakini kwa hali hiyo hapo wote wanakuwa ni kama sawa kwa sawa. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za hao wawili katika vivumishi vyao. Tuchukue sasa kwamba simba halali. Simba halali kwa lipi? Simba halali wakati akiwa mawindoni, muda wake mwingi anautumia katika kuwinda. Na kwa sababu yeye ni mnyama hana asili ya kujiwekea akiba, kwa hiyo yeye akipata anatumia anamaliza. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi yeye anakuwa yuko kazini kwa ajili ya kujitafutia riziki. Binadamu huyu au yanga huyu hapa, kwa nini asemekane kwamba ana gharama? Ana gharama ipi sasa? Ana gharama ya kufikiria maarifa ni jinsi gani apate kumdhibiti mnyama. Kwa hiyo katika hali hii ya binadamu kuwa na maarifa, anakuwa na nguvu kubwa sana, wakati mwingine kumzidi hata mnyama. Kwa hiyo ukiangalia uwiano huu hapa unaendana sambamba kabisa na sifa zilizotajwa katika jina la mkoa huu wa Shinyanga. Kuzitaja hizi timu mbili ni bahati iliyoje kwa jina la kwa mkoa huu wa Shinyanga, kwa sababu ndio mkoa pekee kabisa ambao una jina linalozungumzia moja kwa moja kabisa bila kumumunya hivi vilabu viwili ambavyo ni mashuhuri sana katika nchi yetu. Na pia katika hili hapa uangalie kwamba siku Simba wamekutana na Yanga, na ni kweli lazima kuwe na matokeo pale. Simba anaweza akashindwa au Yanga anaweza akashindwa. Kwa hiyo katika haya uwiano wa vivumishi vyao unaenda sambamba sasa, kwa sababu ukiangalia Simba, ukiangalia binadamu, wote ni viumbe wenye uwezo, tena uwezo mkubwa. Simba anasifika kwamba ni mfalme wa pori, lakini binadamu naye ni mfalme wa mazingira au mfalme kabisa wa dunia. Kwa hiyo wote hawa wanasifa, wanawazifa pande mbili muhimu sana. Binadamu ndiye mtawala wa viumbe vyote, lakini si kwa nguvu, ni kwa sababu ya maarifa. Kwa hiyo hapa mimi leo nataka nikupandishe, nikwambie kwamba unapokuwa ukilitafakari hili hapa, angalia uwezo wa hawa wawili. Sana sana uangalie asili kwamba binadamu na mnyama asili yake ni nini? Asili yake ni kutafutana hawa. Binadamu mara nyingi anakuwa na asili ya uchokozi hivi,
au asili ya kutaka kutanua wigo. Mnyama naye katika mazingira yake ya kawaida anapokuwa bado yuko kwenye hali yake ya kawaida, hajabugudhiwa, makazi yake hajaharibiwa na nini, anakuwa anamiliki kabisa anga zake. Kwa hiyo na yeye ana uwezo wa kujilinda, kujitetea kulingana na makazi yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda nikufafanulie kuwa hawa wawili wanavyozungumziwa katika hili jina, inaleta burudani kabisa kwamba simba, binadamu, hawa ni kama washindani. Kwa simba na yanga hawa moja kwa moja ni washindani. Sasa ukiwachukua uwaweke sasa katika meza moja, uchukue kwamba upande mmoja ni simba, upande mwingine ni yanga. Kwa hiyo hapa utapata vitu viwili ambavyo vinaenda kupata matokeo sahihi kabisa. Na hii inafanya Watanzania wajiamini katika kuamua ni upande upi anaosimama. Kwa picha sahihi ya hili ni kwamba neno hili hapa Shinyanga kwa jina la mkoa linawaleta pamoja Yanga na Simba. Kwa hiyo inakuwa ni burudani kweli, yani ni burudani safi kabisa. Yani ukifikiria hili mpaka wewe mwenyewe ubongo wako unafurahi, yani ubongo unapumuzika kabisa, kwa sababu ni jina ambalo linatoa maelezo yaliyo sahihi kabisa yanayojitosheleza kuhusu hivi vilabu. Kwa hiyo kwa mkoa wa Shinyanga ni kama bahati. Ndio mkoa pekee kabisa katika hii nchi, na ikiwezekana hauwezi ukapata neno kama hili hapa hata kama uende nchi nyingine ambalo litazungumzia vitu kama hivi. Kwa hiyo jamani, mimi nilikuwa napenda niwafahamishe tu kuhusu hili jina la mkoa wetu wa Shinyanga, kwamba wewe mwana Shinyanga upate kufurahi, kwa sababu hii ni kama neema. Hakuna asiyetambua Yanga na Simba Tanzania. Wote tunazijua na tunatamani sana siku ya kukutana Simba na Yanga. Wananchi wa Tanzania wote huwa wanapanda mzuka wa hali ya juu na wanakuwa na mategemeo makubwa sana ya kupata matokeo. Kwa hiyo hii ni neema kwetu sisi wakaji wa Shinyanga kuona kwamba jina la mkoa wetu linavizungumzia hivi vilabu viwili mashuhuri kabisa hapa nchini kwetu. Ni kwa nini sasa tujisikie fahari watu wa Shinyanga kwa sababu ya hili jina la mkoa wetu kutaja hizi timu mbili? Ni kwa sababu Simba na Yanga ndiyo jumla ya mawazo ya Watanzania wote. Watanzania wamegawanyika tu katika mabaraza haya mawili, baraza la Yanga, baraza la Simba. Kwa hiyo hii ndiyo Tanzania kimichezo, yani Tanzania inapeperushwa na bendera mbili ambazo ni mashuhuri sana, Simba na Yanga. Asanteni sana, nilikuwa napenda niwajulishe hayo kwa sababu ya kufanya utafiti wa kuliangalia hili jina kwamba linasema nini. Nafikiri picha hiyo hapo utakuwa umeipata, na wewe hata kama unatafakari kuhusu hili hapa, majibu utakuwa nayo. Asante sana, mimi nimekufahamisha. Naomba tuendelee kufuatilia mengine mengi, tutajuzana kuhusu majina tulionao, majina ya mikoa yetu au wilaya zetu au taifa letu kwa ujumla. Yote yatawezekana tu katika channel hii hapa ya Sinaya. Karibu sana Kishapu, karibu Shinyanga. Asante.